ndiyo kipindi ambacho kiko mbele yetu sasa. Tumepata maswali kama 4 hivi. Nitayasoma hapa, lakini baadaye tutasoma moja moja kwa ajili ya kuyajibu. Na kama kuna mtu anaweza kuwa na jibu la nyongeza, anakaribishwa. Lakini pia kama kuna mtu ana swali la nyongeza baada ya majibu, pia atakaribishwa, maana ni kipindi huru hiki. Ninaomba sasa niyasome maswali haya. Swali la kwanza limeulizwa, linasema mtu akifa anaenda wapi? Mtu akifa anaenda wapi? Lakini swali la pili linasema, je, mtu aking'atwa nge au nyoka inaruhusiwa kutumia dawa? Swali la tatu, je, ni dhambi kuiba Biblia? Na swali la 4, kusali Ijumaa ni kosa? Haya ni maswali ambayo yameulizwa na wapendwa wetu ambao tumekuwa nao hapa. Ni maswali mazuri, na sasa tunakwenda kupata majibu yake ambayo pia ni majibu mazuri. Niwakaribishe wote tuweze kushiriki katika kipindi hiki. Ya moja kwa moja tunaanza na swali la kwanza. Mtu akifa anaenda wapi? Nimkaribishe mzee wa kanisa Mwinjilisti Malongo aweze kutembea nasi kwa muda mfupi kwa mujibu wa maandiko. Mtu akifa anaenda wapi? Karibu sana. Asante. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanajisikia vizuri siku ya leo? Mungu awabariki sana. Tumeulizwa maswali 4, na kama ilivyo kawaida yetu, tukiulizwa maswali tunapaswa tufanye nini? Sasa ni karibishe Bwana Joeli utusomee vizuri. Fungua Biblia hapo, au mtumishi wa Mungu Masaga kama upo karibu, basi kamanda wa Yesu karibu pia. Naona mnakuwa na niwepesi kusoma. Marko Rugendo pia upo karibu, unapiga tu miayo kama tupaka tunaitwa mwanao walo. Bwana asifiwe. Sasa tunakwenda kujibu hoja. Tumeulizwa maswali. Kuna swali la kwanza tumeulizwa, na kuna swali moja nilipoliona nikacheka kidogo. Hili swali lenyewe linasema mtu akifa anaenda wapi? Maana hapa kuna hoja. Watu nasikia roho ya marehemu Bwana iweke mahali wapi? Pema wapi? Peponi. Peponi. Watu wanasikia hivyo. Sasa tutaiuliza Biblia. Maana naomba mtumishi wa Mungu usoma Petro wa kwanza sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Inasemaje? Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Mmesikia? Tumeambiwa tuwe tayari siku zote kumjibu kila mtu atuulizaye habari za tumaini lililo ndani yetu, lakini kwa ukali na kwa upole na kwa hofu. Basi tunapaswa tujibu maswali haya, na tutayajibu vizuri, na ikiwa kuna mtu ana mchango basi anaweza akaongezea. Hii ni ibada huru ya kujifunza neno la Mungu. Haleluya! Basi tunaanza na swali hilo. Mtu akifa anaenda wapi? Mwanzo sura ya 3 aya ya 19. Mwanzo sura ya 3 aya ya 19. Neno Mungu linasema, linasemaje?
wajasho atakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Soma vizuri. Ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi. Nawe mavumbini utarudi. Kumbe mtu akifa anarudi wapi? Mavumbini. Anaenda peponi? Mavumbini. Haya, sasa katika swali hili huwa kuna nyongeza ya hoja. Unasikia kwamba roho ya marehemu ilaze mahali pema peponi. Roho ya marehemu Bwana ilaze mahali pema peponi. Tunatarajia siku moja Yesu atakuja. Siku moja Yesu atakuja. Bwana asifiwe. Amina. Sasa kama huyu Yesu atakuja na roho zipo peponi, anaitia nani? Na wauliza swali, anamuitia nani? Roho zipo peponi. Basi tumeanza kuona picha. Msomaji. Naam. Naomba Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivi tunasikiana kuelewa? Ndio. Halafu ninahisi kuna jambo zuri barabarani. Mnaangalia barabara nini? Sikilizeni hapa. Ni vizuri kusikiliza kuliko kutokusikiliza na kujifunza. Tumeona kwamba kumbe mtu anapolala huwa anapelekwa mavumbini. Sasa mtu huyo kuna nini kitakachotokea baadaye? 15 Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 50. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 50. 15 aya ya 50. Inasemaje? 15 aya ya 50. Ndio. Ndugu zangu, nisemayo ni haya. Ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu. Kumbe nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Ndio. Wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Ndio. 51. Angalieni. Tuambie. Nawaambia ninyi siri. Ndio. Hatutalala sote. Lakini sote tutabadilika. Kufumba. Kwa dakika moja. Soma vizuri. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua. Wakati wa parapanda ya mwisho. Ndio. Kwa maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu tena. Nasi tutabadilika. Maana shariti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa. Ndio. Basi huu uharibikao na huu wa kufa. Endelea. Utakapovaa kutokuharibika na huu wa kufa, utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapotimia lile neno lililoandikwaje? Imemezwa kwa kushinda. Mungu akubariki sana. Tumeambiwa siri kwamba sasa hivi mtu anapokufa sio kwamba roho yake inaenda mbinguni. Sio sawa. Mtu akifa analala. Bwana asifiwe. Kifo katika Biblia kimetajwa kama kulala. Na kuna siku inakuja ambayo itaambatana na parapanda, na kutakuwepo na mwaliko wa malaika mkuu anayeitwa nani? Malaika mkuu anaitwa nani? Mikaeli. Wakati wa parapanda hiyo ikishatimia, sasa wakati Yesu anakuja, huyu Yesu sasa atakapokuwa akija,
tukio litakalofuata, kuna roho, watu waliolala mauti watafufuliwa. Kuna ufufuo aina mbili. Bwana asifiwe. Kwa kuwa sisi tuliulizwa mtu akifariki anaenda wapi? Mtu anapofariki huwa anaenda kaburini. Bwana asifiwe. Siku ya mwisho atafufuliwa, na Bwana wetu Yesu Kristo akatoa kanuni ya ufufuo huo. Itakuwa na namna fulani. Naomba msomaji, mtumishi wa Mungu, unaweza ukanisomea Yohana sura ya 5 aya ya 28. 5:28 Yohana. Naomba unisomee hapo mtumishi wa Mungu. Yohana sura ya 5 aya ya 28. Kwa hiyo tuwe tunaelewa kwamba tuliuliza nini na kitu kimekaaje. Ndio. 5 aya ya 28. Hayo ni maneno ya Yesu, tusikilize. Inasemaje? Ndio. 28 inasema, Ndio. maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Ndio. 20. Hebu anzia 20. 20 iko wapi? Ulikuwa unasoma 28? 28. 28 haijaandikwa hii hapa. Soma vizuri 28. Ndio. Msistaajabie maneno hayo. Ndio. Maana saa yaja. Ndio. Watu wote waliomo makaburini, ambayo watu wote waliomo makaburini. Nilisema mtu akifa anaenda kwenye kaburi. Ndio. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Haleluya. Kumbe mtu akilala, akifariki, anapelekwa kaburini, na siku ikifika, siku ya mwisho, Kristo amesema yeye mwenyewe kwa kinywa chake, kutakuwepo na ufufuo aina mbili. Ufufuo wa namna gani? Namba 1, ufufuo wa uzima. Maana yake ufufuo wa kutokufa tena. Miili tulionayo hii ni ya kufa. Katika nyaraka za Paulo anasema miili hii huwa ni ya kufa hadi itakapovaa kutokufa. Miili hii ni ya kuharibika, itakapovaa kutokuharibika, na neno likatimia, mauti imemezwa kwa kushinda. Mauti haitakuwepo tena, itakuwa imemezwa. Habari gani kwa watu waliopata ajali, akagongwa gari, kichwa kikaenda kule, mkono ukaenda kule, damu iko hapa na sehemu nyingine, itakuwaje? Wapendwa, mwili na damu haviurithi uzima wa nani? Tuna miili mipya inaandaliwa kwa ajili yetu tutakaposhinda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hilo ndivyo lilivyokaa. Tunaweza tukawa tumejifunza, kumbe miili ile huwa inaenda wapi? Kaburini. Na sio kaburini tu. Ikitokea ajali bahari ya Hindi, utakuta kuna kitu gani? Pengine unaweza ukamezwa na samaki fulani, ukaozeana hivyo. Na mtu akishaoza, umeoza hivyo, umekufa. Umekufa katika namna gani? Matendo yako ndiyo mzani. Ndiyo mzani, na roho yako itakuja ivikwe mwili usioharibika au kupitiliza kabisa hivyo jumla. Malizia kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 10 mpaka 11. Ndio. Tunamalizia tunaenda na swali linalofuata. Ndio. Wakati huo jiandae, ikiwa una ziada na kukaribisha sana. Ndio. Karibu mtumishi wa Mungu. Ufunuo sura ya 20. Lugendo. Afu Lugendo unasinzia eti. Karibu sana. 20 Ufunuo 20 aya ya 11. Ndio. Kisha nikaona kiti cha enzi. Tulisoma ndio. Kikubwa. Cheupe.
Yeye sasa aketie juu ya hicho kiti. Yaani alipodhihirika tu nchi na mbingu zikakimbia na wala mahali pake hapa kuonekana tena. Ndio. Ndio. Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wakasimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunuliwa, na kitabu kingine kikafunuliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa sawa sawa na jinsi ilivyokuwa imeandikwa katika vile vitabu. Kumbe tutahukumiwa. Wanaweza wasifiwe. Hebu msomaji, naomba uwape dozi watu. Kuna watu hapa wanastahili dozi. Dawa ya malaria ni mseto. Bwana asifiwe. Hebu piga 20:13 Mithali. Usipende usingizi usije ukawa maskini. Fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Neno la Mungu ni chakula cha uzima. Unapolala unazimishiwa tochi ya kusikia neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ikiwa rafiki yako anasinzia, muamshe. Ukimwamsha ni vizuri zaidi ya kutokumwamsha. Mimi nilimwamsha wa kwangu Rugendo. Sasa sijui wewe hapa uliye naye hapa. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, uhalisia umekaa kwa namna hiyo kwamba ipo siku tutawekwa katika hukumu. Si kwamba roho zetu zitakuwa ziko mbinguni. Bado muda huo. Labda kwa wale waliopata neema. Kuna wale waliopata neema. Waliopata neema 5:22 Mwanzo 5:22 hadi 23. Inasemaje? Kuna wale waliopata neema. Hivi ninasikia inalia generator au nini? Ndio, naomba 5:22 na 23. 5:22 na 23 kitabu cha Mwanzo. Kuna wale waliopata neema. Neema ipo. Ndio. Tumekusubiria Rugendo. 5:22 na 23 Mwanzo. Inasemaje? 22 hadi 23 Mwanzo. Enoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300 akazaa wana waume na wake. Yaani Enoko yeye hakuonya mauti. Enoko yeye hakulala mauti. Ila Enoko alienda na nani? Na Bwana. Huyo sasa ndio tunaweza tukasema yuko huko. Ndio. Siku zote za Enoko ni miaka 365. Yaani hiyo 365 ni ya hapa duniani. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Kumbe Mungu alimtwaa Enoko. Kuna wengine walio na neema hiyo. Sio watu wote. Elia naye tuna habari zake ni hivyo. Kwa hiyo wapendwa, uhalisia mtu akifa, mtu anapokufa, subira ni hadi siku ya mwisho. Sio kwamba roho yake inaenda mahali fulani inatulia. Na kuna imani za kwamba mtu anapokufa, roho yake inaenda mahali fulani, inaanza kuombewa, inakuwa ni ya mwenye heri, ikitoka kwa ya mwenye heri inaombewa tena zaidi na zaidi, baadaye inakuja kuwa ni mtakatifu. Mfano, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, usishangae ndani ya miaka 2-3 ijayo utasikia mtakatifu Julius Kambarage Nyerere. Sasa hivi ni mwenye heri. Huo ni ukweli. Na haupingiki, ni ukweli. Upo. Utasikia. Sasa hivi Nyerere, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni mwenye heri. Sasa hoja, wewe unayesema mwenye heri, unayajua matendo yake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere angali duniani? Kwa sababu mtu anapokufa, Mungu anakuwa ameifunga hesabu ya mtu huyo. 9:5 malizia Mhubiri. 9:5 Mhubiri nasemaje? Kumbe zinafanya kazi. 9:5 Mhubiri. Halo. 9:5 Mhubiri ndio. Inasemaje? Inasema ndio.
Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. lakini wafu hawajui neno lolote. Wafu kumbe hawajui neno lolote, ndio. Wala hawana ijara tena. Hawana ijara tena, ndio. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Kumbukumbu lao wapendwa limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea. Mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao yote yamepotea pamoja. Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Kuna mambo yanaendelea sasa, wanafanyiwa ibada. Hiyo ni sehemu, wanafanyiwa ibada. Kwa hiyo kumbe hilo jambo limekaa namna fulani. Mungu ndiye anayejua maisha yetu. Bwana sifiwe. Yaani ikitokea unaomba, unamwombea mtu amefariki ili Mungu amweke mahali fulani vizuri kabisa. Ulikuwa unamjua yule mtu. Wengine unamsifia, kwa kweli yule alikuwa na tabia nzuri kabisa, amelala vizuri. Kumbe kuna mambo ya siri alikuwa anafanya kwa siri. Anayejua ni Mungu. Haleluya. Basi hilo imekufa kwa namna hiyo. Swali la pili lilikuwa linasemaje? Linasemaje? Umeoshwa? Ndio. Swali la pili, je, mtu aking'atwa nge au nyoka inaruhusiwa kutumia dawa? Bwana Yesu asifiwe. Hivi mtu aking'atwa nge, najua ng'omi. Yaani unaweza ukalia kama ndele, kama wewe hapo ulipo ni mtu mwenye unajua inategemeana na kiumbe, una immunity gani, kinga yako ya mwili imekaaje. Nge akikung'ata vizuri kabisa, akakung'ata vizuri, I say ni hatari. Wangapi wamewahi kung'atwa na nge hapa? Haleluya. Kumbe nge angekuwa na kanisa, angekuwa na wafuasi wengi hivi. Mungu awabariki. Pole sana na Mungu awabariki kwa sababu kwa hai. Na mimi pia niling'atwa, na mimi nilikuwa mfuasi. Tena wengi tu. Nge ni hatari. Mahali fulani inataka na nyinyi mmewahi kuyasikia hayo, kwamba mtu fulani aling'atwa na nyoka, na kwa sababu katika sehemu hiyo wanaamini kwamba kupona, yani ili upone unapaswa ukemee, unasema maneno ya namna tofauti. Kemea, toka kwa jina la Yesu. Tunakemea pepo, toka kwa jina la Yesu. Sumu, toka kwa jina la Yesu. Yule mtu kifua kinajaa. Bwana asifiwe. Sumu haina mchezo. Sumu ina mchezo. Sumu akaendelea kujaa kifua. Ilikuwa ni mida ya saa 5. Muda unaenda. Toka shetani kwa jina la Yesu. Mwisho ikabidi, mtu huyu anaweza akatufia. Ndipo walipochukua maamuzi ya kumpeleka hospitali. Amempeleka hospitali, kifua kimepanda. Sijui aling'atwa na nyoka gani. Sikuuliza. Wamemfikisha pale, yani kifua kipo juu. Anaelekea mwisho mida ya saa 11. Tangu saa 5 hadi saa 11 wanatembea pepo la sumu. Toka. Yaani ukikaa hivyo, wapendwa, tumeandikiwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kuna vitu vingine ambavyo tunaweza kufanya ukijua kabisa uko sahihi mno. Alafu akifa unasema mapenzi ya Mungu yametimizwa. Yametimizwa. Ndio mambo kama haya. Tunataka tuiulize Biblia, je, kwa mujibu wa Biblia inasemaje juu ya kutumia mitishamba? Lakini tukakataa. Kuna mambo mengine ambayo Mungu anachukia. Hapa simaanishi kwamba walogi au wachawi au waganga wapiga ramuri kwamba mumeruhusiwa kutumia dawa. Nyinyi hatuwaongelei. Tunaongelea mpango wa Mungu juu ya kutibu magonjwa. Bwana asifiwe. Siongelei juu ya ramuri, siongelei juu ya kupiga mafundo, siongelei juu ya astronomical nature, astronomical psychology, siongelei juu ya utumiaji wa majini. Unaibua tu mambo fulani yanapata majini. Sasa jini moja linakuja. Huyu mtu ameng'atwa na nyoka aina ya nini? Ninaongelea mpango wa Mungu juu ya kutibu magonjwa. Ni kurejea Edeni. Ndio hapo tu.
Shetani alishindwa kuumba mti. Kuumba tu anatumia mtu mwingine wa Mungu. Sasa sikiliza. Mimi nitapenda tusome katika Biblia. Mtumishi wa Mungu. Msomaji. Ndugu amka. 47:12. Ezekiel. 47:12 Ezekiel. Inasemaje? 47:12 Ezekiel. Ndio. Umefika? Ndio. 47:12 inasemaje? 47:12 Ezekieli inasema. Ndio. Na karibu na mto. Na karibu na mto. Juu ya ukingo wake. Jamani, mto si tunaufahamu? Mongo, si mnaufahamu Mongo? Ndio. Upande huu na upande huu. Alafu tuwe tunasoma na ya Kisukuma. Wangapi kama wanajisikia Kisukuma? Nanga bakingwaje Kisukuma Kiswahili leo wako ya hato. Sawa. Ndio, endelea ndio. Na karibu na mto. Upande huu na upande huu ndio. Upande huu na upande huu. Ndio. Utamea kila mti wa chakula. Utamea kila mti wa chakula ambao majani yake hayatanyauka. Kumbe mti kusudi moja wapo la mimea ni chakula. Wangapi huwa wanakula mahindi hapa? Wanaokula mahindi, Mungu akubariki. Kumbe na kakaangu huwa anakula mahindi. Mungu akubariki. Wanaokula embe kabisa. Mbona hapa tukaleta maembe 15, ibada inakufa. Hapa. Ingawa mataka nizawadia tukaleta katera kama maembe hapa. Ibada inakufa. Subiri kwanza kidogo tuchukue maembe. Miti hiyo kwa chakula ndio. Wala matunda yake hayatatindika kamwe. Endelea. Utatoa matunda mapya kila mwezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu. Twende taratibu sasa, maneno yanayofuata. Sikiliza, ndio. Na matunda yake yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Matunda yake yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Biblia inasema matunda yake majani yake yatakuwa ni nini? Dawa. Sasa dawa kazi yake ni nini? Na je, Biblia imewahi kutibu watu kwa kutumia dawa? Dawa gani hiyo? Msomaji. Naomba unisomee Wafalme wa Pili. Sawa. Sura ya 20. Sawa. Mstari wa 1 hadi wa 7. Usome tuone sasa kwamba hii miti kuna kamti kamoja tena ni dawa. Mtaondoka. Andikeni jina la dawa hiyo. Hiyo dawa inasaidia kutibu ugonjwa uliomtibu mtu aliyemo kwenye Biblia alitibiwa. Chukua dawa hiyo katumie. Inasema. Ndio. Siku hizo Hezekia akaugua. Wapendwa, Hezekia aliugua. Akawa katika hatari ya kufa. Alikaribia kufa ndio. Isaya nabii mwana wa Amozi akamwambia Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako. Bwana Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako. Maana gani? Utakufa hakika. Wala huponi. Wala utapona ndio. Basi Hezekia akajigeuza uso wake kwenye ukuta ndio. Akaelekeza uso wake ukutani. Ndio. Akamwomba Bwana akasema, Nakusihi Bwana wangu. Nikumbuke sasa. Jinsi nilivyokwenda mbele zako. Katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Na nilivyotenda mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ndio. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana Mungu likamjia kusema ndio. Rudi. Akamwambia Hezekia, kuwa watu wangu. Bwana, Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. Nimesikia maombi yako. Bwana Hezekia, nimesikia Bwana maombi yako. Machozi yako. Ndio.
Tazama, nitakuponya. Nitakuponya. Siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Ulikuwa uweze hata kutembea, lakini siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Ndio. Tena nitazidisha siku zako. Kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe. Na mji huu. Na mkono wa mfalme wa Ashuru. Ndio. Nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu. Na kwa ajili ya Daudi. Mtumishi wangu. Hayo bado ni maneno tu, lakini bado amepona. Naye Isaya akasemaje Isaya nabii? Twaeni mkate wa mtini. Wakautwaa. Wakauweka juu ya jipu. Naye akapona. Naye akafa. Naye akapona. Alikufa. Naye akapona. Biblia ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Akawekewa, akapona. Amepona. Leo hii kuna matatu sita mahali. Leo hii imegeuzwa. Biblia imegeuzwa, watu wanakufa. Mahali fulani watu wanakufa. Wanapochukua wanaambiwa usijitanganye kuchukua majani ya mwarobaini kwa sababu hayo ni uchawi. Wanaambiwa hivyo ni uchawi. Malaki 3:6 inasema wamegeuza. Kwa mimi Bwana Mungu wetu ana tabia gani? Sina kigeugeu. Ndio maana nilifanya nini? Ninyi hamkuangamizwa. Ni wana wa Yakobo. Mungu wetu hana kigeugeu. Akisema neno leo anasema kwamba ni hivi, haliwezi kubadilika. 119:89 kitabu cha Zaburi. Tembea. Swali linalofuata mtumishi andaa. 119:89 Zaburi. Inasemaje? Zaburi 119 mstari wa 89 unasema. Bwana, neno lako lasimama. Imara mbinguni hata milele. Neno la Mungu limesimama imara mbinguni na duniani hata milele. Uaminifu wako upo kizazi baada ya kizazi. Uaminifu wa Mungu upo kizazi baada ya kizazi. Hata hiki ni kizazi. Uaminifu wa Mungu upo pale pale. Ikiwa alitumia tini kutibu magonjwa, nenda kwenye maduka ya wajanja, kuna watumishi wa Mungu wajanja sana. Lakini pia kuna sehemu hata ukienda pale utakuta kuna maduka ya dawa za kisuna. Inaitwa maduka ya dawa za kisuna. Ukifika pale unauliza ninaomba dawa ya jipu. Naomba tini. Tini utaipata hapo pia. Unaweza ukaipata hapa tini. Unaweza kuweka kwenye dawa za kisuna, wanakuambia njoo hapa leta 15,000. Anazunguliwa nini? Amevimba. Baadaye wanakuambia inama. Au shika sikio hivi. Ndio, anazunguka nyingi, ndio. Sema ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu qul la ilaha illallah la sharika lahu. قل لا إله إلا هو لا شريك له ألا هو الذي خلق السماوات والأرض ألا هو الذي خلق السماوات والأرض. Unakubali kumbe tini ni dawa ya kufanya jipu. Ona hangaika unaenda kwa dawa ya jipu ni jipu. Kila siku mnaenda mnanunua chapa simu. Mnaenda huko madukani chapa mandazi. Wangapi wanajua chapa mandazi? Wanafahamu chapa mandazi? Chapa mandazi ni bicarbonate of soda. Ni vitu vinavyotokana na bicarbonate of soda. Ni kemikali ya asili ya mimea. Inaitwa bicarbonate of soda. Ukichukua chapa mandazi, wale waliokuwepo kwenye maulidi nilikuwa natoa kule, unachukua na meo unaitwa mziwaziwa. Chukua mziwaziwa, wengine wanaita mdatu, saga, changanya na chapa mandazi, msaidia mwenye UTI, kila siku unaenda, mkojo unakuwa ni wanjano. Kwa hiyo itakuwa udengu kila siku unakojoa wanjano. Wengine pia wakati anapojaribu kukanyosha kama mgongo, elezalaki ya Nikolai, wamejaa kwenye uto wa mgongo. Unahangaika. Utakemea mno toka shetani kwa jina la Yesu. 4:6 Hosea akasema watu wangu wanafanya nini? Kwa kukosa nini? Kwa kuwa wewe hata maarifa na mimi nitakufanya nini?
usiwe nani kwangu. Mungu akubariki. Swali linalofuata. Swali linalofuata, je, ni dhambi kuiba Biblia? Sasa sikiliza. Mtu ameiba Biblia. Biblia hiyo ikachukuliwa. Akaondoka nayo. Baada ya kuondoka akaanza kutumia katika ibada, anakuwa anakuja nayo hapa. Alafu pengine yupo hapa. Bwana asifiwe. Hapana wapendwa, nilikuwa na hapana, sio kweli. Siamini kitu hicho. Pengine unaweza ukaondoka labda hii niliyoiba. Mimi sikuongelea wewe kama ulichukua, lakini siamini katika hilo wapendwa katika Kristo. Wapendwa, kitendo cha kuchukua kitu bila ridhaa, bila ruhusa, inaitwa wizi. Wanazidiwe. Inaitwa wizi. Kuiba ni dhambi. Kuiba ni dhambi. Lakini mwingine ataniambia, huyo mtu akiiba Biblia akaenda kujisomea na kujifunza aliyomo akakutana na neno usiibe, hata iba tena. Si kwamba hata iba tena. Airudishe hiyo Biblia. Sameana kuiba ni vibaya. Airudishe sasa. Maana yake aliyeiba Biblia ikamfundisha wizi ni dhambi, atairudisha kwa sababu wizi ni dhambi. Ni sehemu ya amri alizozikataa Mungu. Hebu piga kama. Kama 10 ngapi hiyo? 19 kumbukumbu la Torati. 19. Sawa. Mtumishi wa Mungu hapa haoni vizuri kwa sababu ya hali ya hewa ndio. No. Hebu 19 kumbukumbu la Torati. Nasema wala usiibe. Wala usifanye nini? Wala usifanye nini? Usiibe. Yaani malizia kabisa, usiibe nini? Biblia. Usiibe Biblia yetu kidai kwamba nitaenda wengine huwa wanapitikia huo. Tafuta hela, nunua Biblia kwa Biblia kako au omba kapo kazuri, chukua hapo kazuri, wewe unajisomea. Bwana asifiwe. Unabarikiwa mara mbili. Umehangaika ndani ya siku 6, Mungu amekujalia. Mambo yanaenda vizuri. Swali lingine limeulizwa, kusali Ijumaa ni kosa? Kusali Ijumaa ni kosa? Hilo nalo ni swali. Kusali Ijumaa ni kosa? Jibu lake sio kosa. Unajua kuna kuadhimisha siku ya ibada kwa mujibu wa Mungu na kusali. Leo utasali, usiku hujasali, kesho utasali, Jumatatu Alhamisi, Ijumaa, ya siku yoyote utasali. Sio kosa, ila labda kama kuna muktadha wa siku ambayo Mungu ameiamurisha tangu sura ya kwanza aya ya kwanza katika Biblia. Yaani ile sura ya kwanza aya ya kwanza katika Biblia hadi sura ya mwisho aya ya mwisho, sura ya mwisho ya 1189 katika Biblia. Mwisho ni katika kitabu cha 66. Tangu mwanzo hata Ufunuo mwisho kabisa sura ya 22. Ibada siku yake ni ile walioitumia manabii, ni ile walioitumia wazee wetu wa zamani, ni ile walioitumia Yesu mwenyewe alipokuja, ni ile walioitumia akina Paulo, ni ile walioitumia akina Barnaba, ni ile walioitumia akina Filemoni, ni ile walioitumia akina Malaki, akina Mathayo, akina Yeremia. Hayo yote tunakurubu tuseme labda tuwaulize. Sisi hata hatujui. Mlikuwa mnasali nini siku gani? Mimi hata sijui. Tuwaulize wenyewe sasa. Hata sio kwenye Biblia. Ndio homo. Kama homo sasa unaomba unipigie 13:42 hadi 44 tu tukaulize kwa Paulo. Wewe Paulo, hebu sisi hatujui. Ni agano jipya humo. Sisi hata hatujui. Walikuwa wanasali siku gani? Hatujui. Inasemaje? Bana sisi tutajifunza kwa kutumia Biblia. Inasemaje? Matendo 13:42 hadi 44. Matendo 13:42 inasemaje? Na walipokuwa wakitoka. Biblia yangu mimi imeandikwa na walipokuwa wakitoka. Wakawasihi waambiwe maneno hayo sabato ya pili. Endelea hata sinagogi
ilipofumukana. Ndio. Wayahudi na waogofu wataua wengi. Wakashikamana na Paulo na Barnaba. Paulo na Barnaba wametoka kama leo Sabato leo. Baada ya Sabato hii, Sabato mbili tena kule mbele walifanya nini? Endelea. Ambao walisema nao hao waliomkubali Yesu. Ndio wakawatia moyo. Dumu katika neema ya Mungu. Dumu bana katika neema ya Mungu. Dumu bana. Sabato ya pili. Ndio. Watu wengi karibu mji wote. Sabato iliyofuata watu wengi karibu mji wote. Ndio. Wakakusanyika ili walisikia neno la Mungu. Siku ya Sabato ndio siku ya kulisikia neno la Mungu. Siku ya kusali muda wowote unasali tu. Siku muda wowote mimi naweza nikasali, jioni nikasali, sasa hivi naweza nikapumzika nikaweka mic nikaenda nikasali. Wewe hapa ulipo unaweza ukafumba macho ukasali. Unaweza yani muda wote unasali. But there is a special day, a special day. A worshiping day. A worshiping what? Ndio siku ya kukusanyika. Yom special inaitwa Yom Sabt. Tena hili halina shida kwa Waarabu. Kwa sababu kwa Kiarabu ukisema Jumamosi huwa wanaita Yom Sabt. Yom Sabt. Yom siku. Sabti Sabato. Jumamosi inaitwa Yom Sabt. Uliza mtaalamu yeyote wa Kiarabu. Na hapo wengi tu. Bwana asifiwe. Kuna mtoto wetu utamuuliza siku ya Jumamosi, siku za wiki zinaitwaje kwa Kiswahili? Kwa Kiarabu utauliza tu Yom Wahidi. Unaona utaenda weka sikilizia tu kwa Yom Sabt. Jumamosi unasemaje? Yom Sabt. Yom ni nini? Siku. Sabti Sabato. Bwana asifiwe. Unaweza ukawa unajifunza 15:9 Marko. 15:9 Marko. 15:9 Marko. Inasema ndio. Pilato akawajibu wakisema 16:9. Inasemaje? Nimekosea. Fungua hapo mbele 16:9 ndio. 16:9 nasema. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Hapo ndio umesoma vizuri. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ngoja niwaambie jambo. Hapa sasa ndio pazuri pa kujifunza. Pabaya pa kujifunza. Pazuri pa kujifunza. Kwa sababu gani? Yesu kwa mujibu wa imani zote lini anafufuka Yesu? Sio kesho. Mimi nauliza. Jana ilikuwa ni Ijumaa Kuu. Jana ilikuwa inaitwa Ijumaa Kuu. Walikuwa wanafanya inaitwa Ijumaa Kuu. Siku nzuri kabisa. Watu walikuwa wamefunga kwa sababu ni ya maumivu na kifo cha nani? Yesu alipokufa siku iliyofuata akawa wapi? Kaburini akapumzika kwa mwili wa Yom Sabt siku ya pumziko. Siku iliyofuata ya Jumapili akafufuka siku hiyo. Jumapili kesho ukiuliza haleluya unasema amefufuka. Haleluya. Kesho. Haleluya. Sasa hivi unasema tu amina. Haleluya ya kesho. Haleluya ya kesho. Sasa je, kama alifufuka siku gani? Hebu soma. Inasema naye akafufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Sasa Yesu alifufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Yesu alifufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Kumbe siku ya kufufuka kwa Yesu ambayo leo sisi tunaita ni Jumapili, Biblia inasema ni siku ya pili ya juma. Ya kwanza ya juma. Hebu soma hapo anzia aya ya kwanza sasa 16:1 Marko. Inasema hata Sabato ilipokwisha kupita. Sabato inapopita, Mariamu Magdalena, Mariamu mama yake Yakobo, ndio, na Salome, walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Ndio. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma. Sabato ikiisha, siku inayofuata Sabato inapokwisha, siku inayofuata inaitwa siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Baada ya Sabato, siku inayofuata ni siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu alifufuka. Baada ya Sabato ya leo, kesho inaitwa siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Hiyo sasa mimi sijui walikuwa wanafanya nini, wanafanya ibada. Tuliona hivyo. Yesu sisi hata hatujui. Eti wewe Yesu kwa sababu sisi ni Wakristo. Mimi ni Mkristo, nani sio Mkristo? Haya, ambaye ni Mkristo tupungiane mikono. Mungu awabariki sana.
Mkristo maana yake ni mtu anayempata Kristo. Kristo ni Yesu. Anazidiwe. Kwa hiyo sisi ni wafuasi wa Yesu. Yesu mimi hata sijui mko unafanya ibada gani. 16 Luka. 4:16 Luka inasema. Ndio. Akaenda Nazareti. Yaani kuanzia 14 ili tumjue ni nani. Anasema. Naye akarudi kwa nguvu za Roho. Ndio. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu za kumbe tunayemwongelea ni Yesu. Akarudi kwa nguvu za Roho ndio. Akaenda Galilaya. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote. Habari zake zikaenea huyu Bwana Yesu katika nchi zote ndio. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Alikuwa akifundisha huyu Yesu. Alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Ndio na kutukuzwa. Akitukuzwa na watu wote. Akitukuzwa na watu wote ndio. Akaenda Nazareti. Akaenda huyu Yesu. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Hapo alipolelewa. Kumbe Yesu alilelewa Nazareti ndio. Na siku ya Sabato. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kama ilivyokuwa kawaida yake. Kumbe Yesu kawaida yake alikuwa anaenda kufanya ibada. Ukifika hapo, Bwana asifiwe. Ilikuwa ni kipengele mimi ukifika hapo inaanza kusikusogelea. Na kwanza nakwambia kwamba unaabudu siku. Bwana asifiwe. Nilikuwa nawaambia hivyo unaabudu siku. Wewe unaabudu tu siku. Achana na mimi. Bwana asifiwe. Achana na nani? Achana na wewe. Na mimi huyu achana na mimi tunaachana hivyo hivyo. Kila mtu na safari yake. Kwani Yesu anaenda namna hiyo Yesu. Yesu hakuua mimi Yesu anihukumu. 2:10 hapo. 2:10 hapo. Inasemaje? Yakobo 2:10. Yakobo 2:10 inasema. Yakobo 2:10. Inasema. Maana mtu awaye yote. Yaani mtu awaye yote. Atakayeshika sheria yote. Atakayeshika sheria yote. Ila akajikwaa katika neno moja. Akajikwaa katika kaneno haka tu. Amekosa juu ya yote. Nilikuwa naona hapo kaneno kameandikwa tena kafikiria. Sasa walikuwa wanafanya hivi. Nifanyeje? Siku moja nikakutana na mwinjilisti mmoja anaitwa Mangakari. Alikuwa amewahi kwenda kushambulia kanisa moja. Alikuwa ameenda kulishambulia kichawi. Akavunjwa miguu Mangakari. Nikamwendea usiku nilikuwa na mkoti wa baba. Nilikuwa nao hapa. Nimevaa koti kubwa kabisa nikafika pale nikauliza swali. Kwanza moja. Nyinyi wa Sabato mbona hapa hamchezi? Moja hiyo. Alafu swali la pili. Nyinyi wa Sabato ni kwa nini mnafanya ibada siku ya Jumamosi wakati makanisa yote mengine wao tunafanya siku ya Jumapili? Niliposikia neno mpe, nikaambiwa mpe. Nikaambiwa mpe. Yaani ibada ya siku hiyo usiku ikabadilishwa yote ikawa ni ya kunishughulikia mimi tu. Nilishughulikiwa. Yaani siku hiyo sitasahau nilishughulikiwa mno ya kutosha. Akasema hii ni hatari sana. Yaani jamaa walinigawana vizuri mno. Nikapiga mafungu 38. Na mimi nikasema leo sawa. Nikaregea. Nikatulia kidogo. Nilipotulia maisha yakaenda kidogo. Kwanza tu nimekaza. Na mimi pia huyu nahubiri pia. Nimekaza tu. Hakuna mchezo. Hiyo nimeshapigwa nyundo kichwa kimoja upande mmoja. Nikaanza kutembelea upande huu niko hii tu nikaendelea na hiyo. Sijajiandaa tena. Na isoma Biblia nikakutana nao na yenyewe ikanitwanga huku. Wao utabakiza kichwa gani sasa? Nikasema basi sasa ikiwa ni mtu yeyote atanihukumu haina shida mimi na Yesu. Bwana sifiwe. Ni bora sana kuhangaika na matendo yako kuliko kuhangaika mahali ulimo. Bwana sifiwe. Yaani hapo tu ulipokanyaga hauko salama. Unaanza kuhangaika kabla ya kuanza kuhangaika. Yaani ni bora uanze kujihangaikia matendo yako lakini upo mahali salama. Bwana asifiwe. Maswali yameisha. Huyu aliyeuliza maswali haya Mungu ambariki. Kesho tunasema haleluya Yesu amefufuka. Na kesho mafungu ya kesho yatakayosoma na imani zote niyaseme kama hatujayasikia huko. Mafungu yatakayosomwa kwa Mungu, yaani hakuna kubadilisha. Mafungu haya tu yatasomwa. Twende katika kuna ya kwanza Mathayo 28:1. Itasomwa hadi 3 hawapiti hapo. 28:1 hadi 3 hawapiti. Fungu la pili ni Luka 24 sura ya kwanza hadi ya 3
hawapiti. Fungu la 3 ni Marko 16 fungu la 1 hadi la 5 hawapiti. Hayo fungu linalosema Marko sura ya 16 haya ya kwanza. Hebu piga 24 Luka na wewe nani? Angalau nayo usipitwe. Soma Luka 24. Inasemaje? Wakati huo Masaga, napenda nimuone Masaga. Luka 24. Mstari wa ngapi? Anza moja. Unasema. Hata siku ya kwanza ya juma. Ilipoanza kupambazuka. Walikwenda kaburini. Wakileta manukato walioyaweka tayari. Ndio. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Ndio. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Wakaingia hawajamkuta Yesu. Ndio. Ikawa kuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo. Walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya maneno hayo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Wakaona sura mbili zimesimama zina nguo chafu. Nao zina nguo chafu za kumetameta. Ndio. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi. Ndio. Hao waliwaambia. Wakawaambiaje? Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa. Amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa nanyi wapi? Galilaya. Hebu piga. Umeona? Hiyo ndio somo moja wapo la kesho ni hilo. Marko 16 tumeshaisoma. Mathayo 28:1 hadi 4. Masaga anakuhitaji. Masaga. Ndio. Mathayo 28:1 inasema. Hata sabato ilipokwisha. Ikipambazuka siku ya kwanza ya juma. Kumbe sabato inapokwisha, siku inayofuata inayopambazuka ni siku ya kwanza ya juma. Yaani baada ya sabato, hii ni sabato, kunapopambazuka siku inayofuata ni ya kwanza ya juma. Mfano, leo ni Jumamosi, siku inayopambazuka inaitwa Jumapili. Bwana asifiwe. Endelea. Ndio. Siku ya kwanza ya juma. Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili. Walikwenda kulitazama kaburi. Tazama palikuwepo na tetemeko kubwa, kwa maana malaika wa Bwana. Kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Akaja akaliviringisha lile jiwe. Akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme. Na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa. Sasa sikiliza. Na kwa kumwogopa wale walikuwa wamewekwa walinzi kwenye lile kaburi, kwamba alisema atafufuka. Wale walinzi wakaanza kutetemeka, wakawa kama wafu. Ndio. Endelea. Ndio. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake. Sio wale walinzi, akawaambia wale wanawake. Msifanye nini? Msiogope ninyi. Kwa sababu gani? Maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu. Aliyefanya nini? Amefanya nini? Hayupo hapa. Kwa sababu amefanya nini? Kwani amefufuka kama alivyosema. Patazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi. Mkawafanye nini? Mwambie wanafunzi wake. Amefufuka katika wafu. Kesho inasemwa hivyo. Yaani kesho ukiuliza haleluya, amefufuka. Bwana asifiwe. Haleluya ya kesho. Haleluya ya leo. Amen. Aya kesho. Ya kesho kutwa jana alifufuka. Haleluya. Maswali yameisha. Yameisha. Basi maswali yameisha. Na kama maswali yameisha, hebu naomba 20:32 Matendo ya Mitume. 20:32 Matendo ya Mitume. Kama maswali yameisha. Matendo ya Mitume 20 mstari ule 32. Wa 32 inasema. Basi kesho sasa nawaweka. Basi kesho au leo au sasa? Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu. Inayofanya nini? Iwezayo. Na kwa neno la neema yake. Iwezalo. Ambalo naweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Mungu akubariki sana. Mimi nataka niwaweke tu mikononi mwa Bwana. Si tumemaliza ibada? Nataka niwaweke tu mikononi mwa Bwana. Mimi ni mdhambi pia, nyinyi ni watakatifu. Mtumishi wa Mungu,
Kumbe uko macho. Mungu akubariki sana. Unaolala uhuba, unaolala umeja. Sababu kulala wakati tunaendelea na neno ni vibaya. Tunatakiwa tuwe macho. Lugendo hapo tumempia hajaelewa. Lugendo umeelewa? Unaweza ukasema unaolala uhuba. Hebu jaribu kusema. Unaona? Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii, umetusaidia, jina lako litukuzwe. Kikubwa zaidi tunaomba utupe moyo wa kusoma neno la Mungu. Baba yetu, tazama watu tunapouona ukweli. Muda mwingine kuna maneno yanaibuka. Watu wengine wanasema unaabudu siku. Lakini wewe Mungu wa mbinguni uliamrisha siku hiyo. Tumekuwa ni watu kama vile tunakosea. Neno hili lilikuwepo tangu mwanzo. Na ukasema la simama imara. Mungu wetu tunaomba utusaidie sana. Na ututie nguvu ya kuhubiri ukweli katika mataifa. Japo ni kifo kwa watu katika mwili, lakini roho zetu Bwana utazihuisha. Bariki kila mmoja wapo aliyepo mahali hapa ambaye pengine anasumbuliwa na ugonjwa wa namna yote, changamoto ya namna yote, kamtibu kwa jina la Yesu aliye hai. Ikiwa ni katika familia Baba, tunaomba utubariki kwa jina la Yesu. Katika habari za uchumi Baba, tunaomba utubariki kwa jina la Yesu. Kwa wale ambao pengine walikuwa wamelima, kwa hali ya hewa mabadiliko, changamoto ilitokea, mvua imenyesha tena Baba, ikiwa kuna baraka umeuandaa, naomba unapoishusha baraka kwa watu wengine, tushushie na sisi kwa jina la Yesu mwanao. Tunapokuomba Baba, tunaomba nyakati zote utujibu sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwani Baba unasikia. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Mungu awabariki sana wote. Wote. Hata wale waliosinzia, amka wote. Tabari amka.